nataka tu utoe comment yako. Mimi kiukweli nimeshangaa sana hii gari. Nataka wewe utoe comment yako. Hii gari unaionaje? Hilux, wewe una Hilux of course. Unapokutana na gari kama hii, comment yako inakuwa ni vipi? Sogea hapa kidogo. Mimi nikwambie kitu. Kuna Hilux alafu kuna hii. Okay. Hii blaza ni nyumba. Yaani wapi kule kunaitwa Goba. Hii ni mtu anajenga nyumba Goba vizuri. Kwa nini nadanganya bro? Kweli. Akina show. Investment ya Goba. Investment ya gari hii hapa. Unajenga nyumba Goba. Kama unabisha tupige hesabu haraka haraka. Sawa. Just roughly. Hii gari kununua Hilux hapo tunaongelea 100 plus. Ndio 120 to 100 maybe 180 kama utanunua ambao ni 0 km. Depending na lakini let's assume is 120. Bro 120 milioni 120 hapo umepata kiwanja Goba cha milioni 40. Si ndio? Una milioni 80 ya kuanzia nyumba. Okay. Hiyo milioni 80 kiukweli kikabongo bongo, nyumba unapaua kila kitu fresh ina finishing. Sawa. Haya sasa tuje kwenye ama awning, sijui rooftop ile sijui. Shemu ndani correct kama nakosea. Sawa? Hizi draw hizi. Hapo tunaongelea dola buku 2, buku 3, buku 4 za kutosha. Sasa tu assume baby yuko hapa, lakini anaweza confirm, lakini mimi roughly I know hii rig to setup hizi gears. We are talking somewhere between $10,000 and above. Am I right? Nadanganya kaka? Probably. Utaniambia kama nakosea. Sasa kibongo bongo ukapewa $10,000 au $15,000 ya finishing ya nyumba yako. Jamaliza nyumba ni kali sana kaka. Si nyumba za Goba kabisa hizo makongo juu. Vizuri kabisa. Sasa hii inatembea. Okay, hapo kwenye ile kauli kwamba usinunue gari jenga kwanza. Wameziona gari? Watu hawajaziona gari bwana. Sasa mtu unaenda unajenga Goba afu una Karina. Maana yake nini sasa? Unafikiaje kwanza Goba? Na kulikuwa na matuta mengi. Sawa. Nitaka kumuuliza jamaa kwamba hii kitu amefanya wapi? Unajua wewe unapenda magari. Na istikazi tupo kwa ajili ya kuwashauri watu magari na nini. So far watu wanaona hivi camping, wanaona magari mazuri, wamekuwa na ile Hilux wanaiuza, lakini tofauti ya kupata gari kwako, technically unakutana na watu kama wakina Joe wamefanya hivi. Wao tunawasaidiaje watu ambao wanatamani gari zao ziwe hivi sasa? Like I said, ndo maana sisi tukasema confirm sisi one of our biggest services ni consultants. Okay. Washauri watu. Ambao wa interest tofauti. Kwa mtu kama anataka kufanya kitu fulani anaweza kama amependa hii rig ya Joe hapa bwana ni nzuri. Anaweza akatucheki. Joe huyu hapa ni mshikaji wetu, namba zake zipo. Ni mtu ambaye unaweza kumlink na client mwingine kama yeye akamwambia kabisa bwana mimi nilipeka ile sehemu fulani, nikatengenezewa hivi na hivi na hivi na hivi, gharama zangu zilikuwa hizi. Akashare. That's the whole point of having platform kama hizi cars au magari maarufu. Kwamba kuweza kumsaidia mtu yote ambaye alikuwa ajui A wala B lakini anapenda kitu fulani akapata sehemu ya kuanzia. Na ukao na watu kama kinajua ambao sasa unaona they are social enough to actually come here kwenye hizi event na rig zao akaziweka hivi ukaziona ukapata chance ya kuja hivi this is a very private thing unajua. Hii ni nyumba ya mtu. Lakini mtu anakualau unakuja hivi unaangalia anavyo rig yake setup jiko lake anapolala na nini. It's quite a privilege bro. People should not take it for granted. Kubwa sana of course. Kubwa sana. Kwa issue kubwa tunaomba tu watu they should talk to the right people. Wanataka kufanya maamuzi kuhusu magari. Then we guide them. Common problem kwenye Hilux kwa sababu yangu common problem kwenye Hilux kweli hizi GD they had a problem mwanzo zile generation za mwanzo they had a problem na ile secondary injector kwenye DPF ambayo ikanafanya DPF inaziba haraka sana lakini they fixed it. Kulikuwa kuna revised version ya 1GD na 2GD ambazo wakame fix hiyo issue ya secondary injector ambayo ilikuwa inafanya DPF zinaziba haraka, lakini other than that katika engine ambazo Toyota wameweza kuprove kwamba they are actually quite good in this modern world ni hii engine. To prove it, generation ya pili ya latest generation ya Hilux umeiona? Nimeona. Na zote zinakuja na engine hii na gearbox hii. Why is that? Ndio maana watu wanalalamika kwamba Hilux wamebadilisha nini? Unajua zile. Lakini Toyota ni kwamba amesha prove kwamba hii engine haina shida, it's reliable. Why should I change it? Haina haja kubadilisha. Kwa kaiacha. Lakini pia hapo niongezee kitu kimoja. Zunguka kwenye makampuni yote duniani. Ukija kwenye category ya 2 liter engine, sawa? Engine pekee ambayo imeweza kuproduce 500 Nm of torque stock without breaking anything ni engine za Toyota. Ford tried it na 2.0 weight belt imekuwa discontinued mwaka 2025. Mzigo umekata. Ukiona mzigo umekata unajua kitu kimefeli. Ford si unajua kweli imefeli ndio maana mmekata discontinue engine. Sawa. Wamebakia na engine ya 2.2 wamebakia na engine za 3.0 hivyo, lakini
Toyota somehow wameweza kuprove kwamba kwenye category ya 2.2 liter engine wao wameweza kucrack 500 Nm of torque without making an engine kuwa unreliable. That is quite huge. Umetisha sana, pokea simu pamoja sana. Sawa. Review yetu inaendelea. Peter, njoo Peter. Njoo ndugu yangu. Tumezunguka sehemu kibao. Nataka uniambie experience ya hii umekutana na, alafu uzuri nimekutana nayo kwenu. Yaani niko Tanga yani, alafu ni maeneo yako nimekutana na hii. Nataka unipe tu comment zako kwenye hichi ambacho nimekutana nacho leo. Okay. Nimeona magari mazuri, magari maarufu. Yeah, so I really appreciate the cars and this motivates us to find money so that we can live adventure. Yeah, that's all. Unajiona ukiwa huku, yani Joe kuna kitu amekuinspire? Yeah. Sure. Asa anyways, ngoja Peter. Hii kitu tu serious. Do you think relationship yako ulionayo inaweza kaalau mkatoka kama hivi mkaja mkatulia huko? Relationship aje? Sio aje. Yaani kwamba wewe na mtu wako mnaweza mkaja mkaishi ya maisha huko. Yeah, it's possible. It's the matter of decisions and plans. Yeah. Okay. Sawa. Mimi naomba nisaidie cha mwisho tu. Nataka tu nisaidie kwamba watu wajue nini kimekuinspire from kwanza kununua Hilux. Alafu cha pili kuifanya iwe hivi. Investment yote umefanya. Nini kwa kinakupush mpaka tunaiona Hilux imesimama kiasi hichi? Muda mrefu nimekuwa nikitaka kufanya overlanding. Yani it's a passion I have. It's a sport I like. It's a hobby, yani sio kwamba tunafanya ni biashara nini. It's something I really love from the heart. Kwa nikasema tu bana, acha niweke nguvu yangu kwenye Hilux because niliangalia kwanza reviews na nini. Nikaona it's cost wise kwanza ingenisaidia. Ningeenda kwenye Land Cruisers and stuff. Hiyo kwanza ingekuwa double. Unaelewa? Too expensive. Wakati hata na Hilux ningeweza kufanya kitu kile, ningeweza kupata performance maybe ile, unaelewa, kwa sababu sio kwamba ni mashindano eti kwamba ni kufika tu sehemu you enjoy, you have a good time, wewe na rafiki zako, wewe na familia, watoto na vitu kama hivyo. So nikaona Hilux itakuwa sawa and pole nikaifanya project, nimeunga until imekuwa kitu. Umetumia kama muda gani hiyo mpaka kuhakikisha gari inakuwa hivi tunavyoona sasa hivi? Roughly kama miaka miwili fulani hivi pole and I started it pole for 2 years. For 2 years nimemaliza. Sawa. Tupe mtu anatamani kuwa na Hilux kama yako. Tupe engine type, cc za gari na chochote ambacho unaweza kaadi hapo ili mtu akisema okay, nataka niwe kama Ajio, basi ajue anatakiwa awe na gari yenye specification ambazo utazitaji wewe sasa hivi. Well, spec is simple, ni 2.8 Hilux na ina power ya kutosha. Of course nime-upgrade tu vitu vichache, nimeweka intake, air intake, nimeweka nitakula nyingine nzuri and nikafanya na tuning kidogo. So it has enough power, nafika popote vizuri tu safi. Shukrani sana Mr. Asante sana. Alright, no worries. Sawa. Mimi leo nimepata nafasi ya kipekee hii hapa na naondoka, lakini kabla siondoka nikujuze tu, hii ni moja kati ya gari ambayo wewe pia unaweza kuimiliki. Of course hope umeenjoy sana, mimi nimeenjoy zaidi, lakini I'm so happy of course na hii gari. Nimeenjoy vitu vingi. Mimi naitwa King B wa magari maarufu, nikasema siwezi kuondoka Tanga bila kushare na wewe vitu tunavyokutana navyo hapa. Next time endelea kutufollow. Bye bye.